Ya, nimerudi tena, tunaendelea na dalili za kwamba umelishwa vyakula vya kichawi. Na dalili tunayoendelea sasa hivi ni dalili ya 8. Nilikuwa nimeshaongelea dalili kama 7 haraka haraka kwenye ile clip iliyopita, lakini sasa ninakwenda dalili ya 8 ya kwamba umelishwa chakula cha kichawi. Ni kuambukizwa HIV isiyojulikana chanzo chake. Naomba nikwambie tu kweli kwamba si kila mtu anayegundulika na HIV ni kwamba alitenda tendo la ndoa au kwamba aliambukizwa kwa vitu vikali. Kuna HIV za kipepo. Unaona, unavyokuna ota kwenye ndoto ya kwamba unakula vyakula vya kichawi au ulilishwa vyakula vya kichawi, unaweza kujikuta umeathirika. Kwa sababu hata ukifuatilia kiroho, HIV sio ugonjwa wa kawaida. Actually magonjwa yote kabla ya dhambi haijaingia kwenye bustani ya Edeni hakukuwa na ugonjwa, lakini watu walipokula tunda ndo magonjwa yalianzia pale pale. Kwa hiyo kuna magonjwa mengine unayapata kwa kulishwa kwa njia ya uchawi, kwa kulishwa kwa njia ya chakula cha kichawi kinapoingia kwenye mwili wako. Unaenda unapima, unashangaa. Kwa mfano mama mmoja nilikuwa namuombea, siwezi kumtaja, anasema baba, mimi kwa kweli nilikwenda hospitalini, nilikuwa naumwa, nikapima, nikaambiwa na HIV. Na mimi sijawahi kutembea na mtu ambaye tofauti na mume wangu, lakini tulipomuita mume wangu alipopimwa, yeye hakuwa hata na HIV. Na sijawahi kutoka nje ya ndoa, sijawahi kufanya chochote cha hatari. Kwa kuna HIV zingine ni za kipepo. Ndio maana nasema baadaye nifuatilie huku mwishoni, nitakapokuja kufanya maombi utashangaa ilo pepo litaondoka ndani yako. Lakini namba 9, maumivu ya tumbo na mgongo yasiyoisha. Wakati wote unashangaa maumivu ya tumbo kwa sababu ya vile vyakula vya kichawi vinakusababisha maumivu kwenye tumbo lako. Na pengine unasikia yanazunguka mpaka mgongoni na hata yanafuata uti wa mgongo. Kumbe ni vile vyakula vya kichawi ambavyo umekula. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula. Unashangaa tu kwa sababu ya kule umekaa umeshiba, tumbo limejaa gesi kwa sababu ya vile vyakula vya kichawi, unashangaa hamu ya kula inaisha, hamu ya kula inapotea. Lakini 11 ni kukata tamaa ya kufuatilia ndoto zako. Naposema ndoto zako, simaanishi ndoto unazoziota kitandani, namaanisha mipango yako. Everybody has got a dream. Kila mmoja ana ndoto. Kwa hiyo tunaposema ndoto zako, maana yake ni ndoto za maisha. It's dream of your life. Kwa hiyo unashangaa nguvu sasa, unakata tamaa. Hata kama ulikuwa na mpango wa kufanya biashara, ulikuwa na mpango wa kuwa mtumishi mzuri wa Mungu, ulikuwa na mpango wa kuwa mwimbaji, ulikuwa na mpango wa kufanya kitu fulani, unashangaa ile nguvu inaisha, unapoteza ile hamu, unakata tamaa, hutaki tena kufuatilia ndoto zako. Hiyo inaonyesha ya kwamba tayari kwa njia moja ama nyingine ulilishwa vyakula vya kichawi. Lakini dalili nyingine, unakutana vizuizi. Hiyo ni ya 12, vizuizi vya kuelekea kwenye hatima yako. Unashangaa kila unapojaribu kufanya ili kutimiza ndoto yako, ulikuwa unataka kujenga nyumba, labda kuanzisha biashara fulani, ama unataka kufunga ndoa, kunakuwa na vizuizi. Unashangaa unawekewa vizuizi vinavyozuia usifike kwenye hatima yako. Biblia inasema pale katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 14 ya kwamba Balaam alimfundisha Balaki namna ya elimu mpya ya kuwawekea vikwazo wana wa Israeli kwa kupitia chakula na uzinzi. Kwa hiyo kumbe vile vyakula vya kiroho vya kichawi vinaweka vikwazo kwenye njia yako. Unajua mambo yote ambayo yanatokea katika mwili yana chanzo katika ulimwengu wa roho. Hakuna kitu chochote ambacho unakiona katika mwili leo ambacho hakijaanzia kwanza kwenye ulimwengu wa nini? Kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unashangaa tu kwamba niko na mpango wa kujenga nyumba, niko na mpango sio wa kununua gari, niko na mpango, lakini mbona sasa unashangaa kuna vikwazo. Yaani ile hela uliyokuwa umeisevu, kitu fulani kinatokea, hela inaisha, haujengi tena nyumba. Ile hela uliyokuwa umeisevu, kile mtu anaugua au mama anafariki au baba anapata kitu, utimizi tena. Yaani vile vyakula vina namna fulani hivi ya kukuwekea vikwazo. Ndio maana nasisitiza sana, kueni makini na house girl au house boys ambao mnawaalika nyumbani kwenu au mnawaajiri nyumbani kwenu. Wengi wao ni maagenti wa shetani. Wanapokuja pale, kwa sababu wao ndio wanawapikia chakula, wanaweka uchawi kwenye vyakula. Ndio unashangaa tangu umemwajiri yule mama au yule house girl au yule boyfriend house boy, mambo yamekuwa magumu. Yaani mipango yako haitimii tena kwa sababu vile vyakula vinawekwa nini? Vinaweka vikwazo. Na 13, vile vyakula vya kichawi vinasababisha unaota ndoto za mauti. Unaota unazika, unaota watu waliokufa, unaota kwa msibani, au wewe mwenyewe unajiota umekufa au mtoto wako au ndugu yako amekufa. Hiyo ni ishara mojawapo kwamba umelishwa vyakula vya kichawi. Lakini kitu kingine ni kupata uvimbe ama kansa. Uvimbe au makansa. Unajua uvimbe mwingine ni vyakula ambavyo umekula kwa njia ya kichawi. Kansa, unashangaa kansa ya nini? Kansa hiki, kansa ya kile. Kumbe ni vile vyakula vya kichawi ulivyokula. Kingine ni kupoteza nguvu ya maombi. Mara nyingi shetani anapokulisha vyakula vya kichawi amekusudia kukupunguzia nguvu ya maombi. Zamani ulikuwa unaomba sana. Kwa wachawi wameona kwamba huyu jamaa anaomba sana. Tufanye nini?
tumpunguzie nguvu ya maombi. Kwa njia gani? Tumpe chakula. Kwa hiyo anakupa chakula ambacho wamekisemelea, wamekitoa sadaka, unakila, pengine kwenye ndoto au pengine physically kwa macho. Kama mimi namfahamu mama mchungaji mmoja ambaye mchungaji wake yule alikuwa ni muombaji sana, na yule hata yule mama naye alikuwa ni muombaji vile vile. Kwa watu wakashindwa kumloga kwa kawaida. Kwa hiyo wanafanya, wanapeleka chakula kwa mchungaji, mchele, wanapeleka unga kwa mchungaji, wanapeleka nyama za kuku, wanapeleka samaki. Kumbe vile vyakula walikuwa wamevinenea, wamevetea mambo ya uchawi. Kilichotokea, nguvu ya Mungu ya maombi kwa wale wachungaji na mke wake ikapungua. Mama mchungaji wakamloga mpaka akaparalyze. Mpaka ninavyoongea na wewe yuko kwenye wheelchair. Anatembelea kwenye wheelchair, hizi viti vyenye magurudumu, wheelchair. Hao wanaotembea viwete, watu wasioweza kutembea. Kwa nini? Kulishwa vyakula. Na wale walikuwa namlisha ni wakina nani? Wazee wake wa kanisa. Nataka nikwambie leo mimi, hakuna kanisa lolote ambalo halina mchawi. Kwa sababu kanisa ndio adui mkubwa wa nguvu za kichawi. Kwa hiyo wachawi wanaingizwa kwenye makanisa mbalimbali. Tena wengine wako mbele, ndio wazee unawaona sasa, ndio viongozi. Nitakuja kuongelea hiyo kitu siku nyingine. Hiyo ngoja niache kwa sababu sio topic yangu. Nataka tu niongee kwamba dalili ya 16 ni kupoteza hamu ya kumtumikia Mungu. Kupoteza hamu ya kufanya nini? Ya kumtumikia Mungu. Unajisikia tu huna nguvu tena ya utumishi, huna nguvu tena ya kuimba, huna nguvu tena ya kuhubiri. Na 17, kuwa na chuki na uchungu na hasira zisizoisha. Wakati wote una chuki, una uchungu, una hasira ambazo haziishi. Unajikasirikia mpaka wewe mwenyewe. Unapiga watoto hata mpaka hujui kwamba unawapigaje watoto. Hata hizo hasira hivi zilianzia wapi? Kumbe ni vyakula vya kichawi ambavyo shetani aliweka ndani yako. Hiyo ni dalili ya 17. Ninaomba kwa sababu imekuwa ndefu sana, nitarudi tena wakati mwingine kwa ajili ya kumalizia dalili. Cha msingi tu kumbuka kwamba mwisho wa hili somo la chakula cha kichawi nitafanya maombezi. Na maombezi menyewe nitafanya live. Nitafanya live kabisa kwenye kwenye hizi social media zangu. Kwa hiyo tutaomba live, wengine nitawaambia kubadilisha meza ya Bwana nini na nini. Mambo mengi nitawapa maelekezo, tutaomba. Kwa hiyo endelea kunifuatia. Hakikisha unanifollow, ninakuwa rafiki yako. Ni follow kila sehemu. Niko kila sehemu. Wewe ni follow tu na Mungu atakubariki sana.